Oya, mzee baba, mambo vipi? Unajua nimetoka nyumbani kwa mzee, alikuwa anishauri kuwa ni muhimu kujua utamaduni wetu na kuthamini na kuuthamini. Na pia alikuwa ananiambia ni bora pia nikajifunza tamaduni mbalimbali duniani na nijifunze lugha tofauti tofauti eti. Achana nao hawa wazee. Sisi hatuna shida ya kujifunza tamaduni za kale na hatuna muda wa kujifunza lugha zingine wala tamaduni zingine. Maisha yetu sisi ni hapa hapa Bongo. Tunaongea Kiswahili chetu cha maskani basi. Achana na wazee watatutoa katika mstari kaka. Mr. Munga, CV yako nimeisoma vizuri na majadiliano yetu yalikwenda vizuri. Lakini kutokana na asili ya kazi yetu na kanuni zetu, ni vyema mhusika kawa anafahamu vizuri utamaduni wake na afahamu angalau lugha zaidi ya 2 kwa kurahisisha katika mawasiliano. I say Mr. George, mnaweza nipa nafasi nyingine ya kujifunza nikiwa kazini au mnaweza nisaidia ili niweze pata kazi hapa? Usiwe na wasiwasi Mr. Munga, kwa kuwa CV yako ni nzuri, unaweza ukaenda na kujifunza tamaduni kwa muda wako, na ukiwa tayari usisite kuwasiliana na sisi. Asante sana na nakutakia kazi njema. Kaka aisee, nimekosa kazi kwa bishi wangu. Hata wewe ulikosa kazi kwa sababu kutokusikiliza wazazi. Kuna umuhimu sana kuthamini na kujifunza utamaduni kaka. Ni kweli kaka, ujue utamaduni ni mfumo wa maisha wa jamii unaojumuisha desturi, mila, imani, maadili, lugha na tabia zinazotambulisha jamii hiyo. Hivyo ni lazima tuwe waumini wa utamaduni, ndipo tutakuwa na uwezo wa kupata nyadhifa mbalimbali katika jamii zetu pamoja na maofisi. Hello, utamaduni ni urithi wetu, si mapambo yetu. Utamaduni ni utambulisho wa taifa na urithi wa mababu zetu. Jamii isiyothamini utamaduni wake hupoteza historia, maadili na utambulisho wake. Vijana wanapaswa kujifunza lugha, mila, desturi na historia ya jamii zao, pamoja na lugha nyingine duniani. Maarifa haya hujenga maadili, huongeza kujiamini na hufungua fursa katika sekta za elimu, utalii, sanaa, diplomasia, utamaduni, tafsiri na ajira nyingine nyingi. Wazazi wana wajibu wa kuwafundisha watoto wao utamaduni tangu wakiwa wadogo. Mtoto anayekuwa bila kujua utamaduni wake ni rahisi kupoteza mwelekeo na kutokuwa na utambulisho wa kweli. Tusipohifadhi utamaduni wetu leo na kesho, hatutakuwa na cha kurithisha vizazi vijavyo. Ni jambo la msingi vijana kujifunza tamaduni mbalimbali duniani ili waweze kujua thamani ya utamaduni katika jamii zao. Sote na mangama